The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His salvation, he reconciled and pardon from his all above God. All above God, how rich and pure, how nation is strong. He shall forever endure. The saints and angels song. When all return shall pass away, and every thrones and kingdoms fall. When hallelujah refuse to pray, all rocks and hills and mountains go. Rose love so sure shall still endure. All nations are strong. Redeeming grace to Adam's race. The saints and angels song. Rich and pure, foundation is strong. It shall forever endure. The saints and angels song. Could we within the ocean field and the skies of parchment made, every star another queen, and every man ascribed by trade. You write the land of God above, who read the
greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Welcome you to our Wednesday fellowship. Nikiwakaribisha katika ibada ya Jumatano. And we are happy to be in the house of the Lord. Na tunafurahia kuwa katika nyumba ya Bwana. Amen. Are you happy? Unafurahia? Amen. Where else could you go? Ni wapi pengine ungeweza kwenda? Drunkards, they meet in pubs. Walevi wanakutana mahali panapouzwa vileo. Harrods in the streets. Makahaba mitaani. And all manner and walk of people, they have their gathering joints. Na watu wa tabaka mbalimbali wana mahali pao pa kukutana. Christians Wakristo should not forsake the gathering of the saints. Hawafai kukosa mkutano wa watakatifu. So that's where we gather. Kwa sababu hapo ndipo tunakutana. And we have a promise. Na tuna ahadi. Where three are gathered, mahali wawili wamekutana in his name, katika jina lake, he will be together with us. Atakuwa pamoja nasi. So he is here. Kwa hivyo yuko hapa. Why would you want to gather somewhere the Lord is not there? Kwa nini utake kwenda mahali ambapo Bwana hayupo? So that's the beauty of gathering together with the saints. Kwa hivyo huo ndio uzuri wa kukutana pamoja na watakatifu. Let's say a word of prayer. Tuombe. Dear precious Lord, Baba wa dhamani, we come before your throne again. Twaja mbele ya kiti chako cha enzi tena. We are very grateful. Na tunashukurani. The Lord Jesus Christ, we are gathered here. Yakoba tumekutana hapa to worship you. Kukuabudu. We thank you, Lord Jesus Christ, for giving us to be worshipers. Na ni asante kwa kutupa kuwa waabudu. Because worshippers, kwa sababu waabudu, must have the spirit and the truth. Lazima wawe na roho na hata kweli. All others are false worshippers. Wengine wote ni waabudu wa uongo. But true worshippers, lakini waabudu wa kweli, they must have the truth. Lazima wawe na ukweli. Their worship is based solely on the truth. Ibada yao lazima iwekwe katika misingi ya ukweli. And then have the life of that truth, which is the Holy Spirit. Na wawe na maisha ya ule ukweli ambao ni roho. That's why Jesus was telling the woman, it's not in the mountain nor in Jerusalem. Ndio maana Yesu akamwambia yule mwanamke, sio mlimani wala Yerusalemu. It is to have the truth and have the spirit of that truth. Bali ni kuwa na ule ukweli na roho wa yule kweli. Be a true worshiper. Basi utakuwa mwabudu wa kweli. And where 2, 3 are gathered, na popote wawili watatu wakutanikapo, and they have the spirit of the Lord, na wako na roho wa Bwana, and they have that truth, na wako na ule ukweli. Father, you promise that you'll be together with us. Baba, uliahidi kwamba utakuwa pamoja nasi. For that reason we want to believe you are here. Kwa sababu hiyo tunataka tuamini uko hapa. We recognize your presence. Na tunatambua uwepo wako. We thank you for coming to be with us. Na tunakushukuru kwa kuja kuwa pamoja nasi. We believe on your omnipresent. Na tunaamini katika uwepo wako. Omniscient, omnipotent, infinite God. Na yote hayo Bwana, Mungu ni mweza. Father, we know that you are here. Baba, twajua ya kwamba uko hapa. Our prayer maombi yetu is forgive our sins. Ni kutusamehe dhambi zetu. Anything that we have done which is contrary to your word, chochote tumefanya kinyume na neno lako, which can keep away your presence away from us, ambacho shaweza kuzuia uwepo wako kutoka kwetu. Pray that you take it away. Tuomba kwamba ukaweza kuiondoa. Forgive our sins, Lord. Tusamehe dhambi zetu Bwana. Come, Lord Jesus Christ, and talk to us. Na uje ukatunenee. Spread, Lord Jesus Christ, the table. Eneza meza Bwana. Lord Jesus Christ, may you feed, Lord Jesus Christ, the blood of life to your children. Ya kwamba ukalishe mkate wa uzima watoto wako. And bless the people. Na wabariki watu. Give them the desires of their heart. Wape shauku ya mioyo yao. Them that are coming, hasten they are coming. Wale wako jiani, harakishe hatua zao. So that we can have a time to celebrate the word together. Ili tukaweza kusherehekea neno pamoja. Bless our online listeners. Wabariki wasikilizaji wetu walio mitandaoni. Them who are going to bless, Lord Jesus, to listen after this. Na watakaosikiza baadaye hii. Lord Jesus Christ, may you bless them. Bwana na ukawabariki. Bless the reading and interpretation of your word. Bariki usomaji na utafsiri wa neno lako. And for us who has been feeling, Lord Jesus Christ, to stand at your office. Na sisi ambao tumeagikiwa kwamba tusimame katika ofisi yako. To be your vessel. Ya kwamba tuwe vyombo vyako. To be your mouthpiece. Tuwe vinywa vyako. We ask for your sanctification. Tuomba utakaso wako. Forgiveness of our sins. Na msamaha dhambi zetu. So that Lord Jesus Christ, you may be pleased to use us. Ili Baba ukapendezwa kututumia. Is our humble prayer. Ni maombi yetu. In Jesus name we pray and believe. Katika jina la Yesu Kristo mwana kwa mimi. The Lord richly bless you. Bwana wabariki. Shall we open our Bibles in the book of John? Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Yohana. I want to believe in chapter 14. Ni katika mlango wa 14. And verse 25, 26.
Well, the Bible says, these things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Hayo ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nanyi, nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. The Lord bless the reading of his word. Bwana akabariki usomaji wa neno lake. You may be seated. Naweza kaa. I will continue talking about adoption on Sunday. Na nitaendelea kunena juu ya kufanywa wana wenye mamlaka. But today, lakini wa leo, I want to share you this thought that is pressing in my soul. Nataka nishiriki nanyi katika hili wazo ambalo linasukuma moyo wangu. What you should know before and after you receive the Holy Spirit. Kile unafaa kujua kabla na hata baada ya kupokea Roho Mtakatifu. What you should know. Kile unafaa kujua before and after receiving the Holy Ghost. Kabla na baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. Amen. You see, there was a time that Jesus told the disciples. Kuna wakati Yesu aliwaambia mitume. There are many things that I would have told you. Kuna mengi ningewaambia. But you cannot be able to comprehend them. Lakini hamuwezi kuyafahamu. But when the Holy Spirit of the truth will come, lakini wakati Roho wa ukweli atakapokuja, he will teach you and guide you to all things. Atawafundisha na kuwaongoza kwa mambo yote. He will guide you to all the truth. Atawaongozeni kwa ukweli wote. So when the Holy Ghost comes, kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokuja, he teaches you. Anakufundisha. He guides you. Anakuelekeza. He gives you instructions. Anakupatia maagizo. And so when you don't have the Holy Spirit, kwa hivyo kama hauna Roho Mtakatifu, then you should know, basi unafaa kujua, there is something that you are missing. Kuna kitu unakosa. Like in the scriptures that we have read, kama katika maandiko ambayo tumeyasoma, Jesus said, Yesu alisema that when the Comforter will come, ya kwamba wakati yule mfariji atakapokuja, he is your comforter. Yeye ni mfariji wako. And he said he will teach you, na akasema atawafundisha and remind you na kuwakumbusha of all the things that I have told you. Juu ya yote ambayo nimewaeleza. So the Holy Ghost is a comforter. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni msaidizi, ni mfariji. He is your teacher. Yeye ni mwalimu wako. And he also reminds people. Na pia anawakumbusha watu. The reason why you see many people are keeping time and again forgetting about the things of God. Sababu kwa nini watu wengi sana wanasahau kila wakati mambo ya Mungu? And they forget even the things of the word. Na hata wanasahau ya neno. And they are very unforgettable of very spiritual things. Na wanasahau sana, ni wasahaulifu sana wa mambo ya kiroho. But they cannot forget about their natural things. Lakini hawawezi kusahau mambo yao ya kawaida. They cannot forget the appointments they have. Hawawezi kusahau ile mikutano ambayo wako nayo. Have you ever had somebody that forgot to go and attend his business? Umeshawahi kuona mtu ambaye amesahau kwenda kwa biashara yake? Or he has forgotten to go to report to his place of work? Ama amesahau kwenda kazini? No. Hapana. They don't forget. Hawasahau. But they can forget that we are assembling here. Lakini wanaweza sahau kwamba tunakutana hapa. They can even forget on Sunday that we are gathering here. Hata wanaweza sahau Jumapili tunakutana hapa. People tend to forget about the spiritual matters of the things of God. Watu wana mazoea ya kusahau mambo ya kiroho ya Mungu. And that is why, na ndio sababu, we better go knowing and teaching ourselves. Ni heri tuendelee kujifundisha and knowing about this Holy Spirit, na kujua juu ya huyu Roho Mtakatifu, for the people who have not received it, kwa wale ambao hawajampokea, to know the importance of why they need him, wajue umuhimu kwa nini wanamhitaji, and for those who have received him, na kwa wale ambao wamempokea, to know what they expect after they receive him, wajue wanatarajia nini baada ya kumpokea. And that is why you should seek him with all your heart. Na ndio maana wafaa kumtafuta kwa moyo wako wote. That's what the prophet said. Hivyo ndivyo nabii anasema, that you should seek, ya kwamba unafaa kumtafuta, the baptism of the Holy Spirit with all your heart, ubatizo wa Roho Mtakatifu na moyo wako wote, more than money, zaidi ya pesa, more than wealth, zaidi ya mali, more than job,
zaidi ya kazi, more than your family, he is more important. That we have read all those quotes. He is more important than anything else. yeye ni wa umuhimu kuliko kingine chochote. And when we see the church is not thirsty, they are not hungering to receive the Na baptism of the Holy tunapoona Spirit. kwamba kanisa halina shauku ya kutafuta ujazo wa Mtakatifu, When we see our members of our churches, tunapoona washirika wa kanisa yetu that they don't have that thirst. ya kwamba hawana kile kiu, They don't have that hunger hawana ile njaa to receive the baptism of the Holy ya Spirit. kupokea ubatizo wa Mtakatifu, Then you know, basi unajua as I preached some 2 years ago, kama nilivyohubiri miaka 2 iliyopita that these people, ya kwamba watu hao they have a perverted thirst, wana kiu kiliyopotoshwa, they have a perverted hunger wanajaa iliyopotoshwa by the devil, na shetani, and they are living in delusion of na Satan. wanaishi katika udanganyifu wa shetani. Because, Kwa sababu surely, think about it. ifikirie tu, You are thirsty una kiu of water, ya maji, and something else is telling you that you are thirsty of beer. na kitu kingine kinakueleza kwamba una kiu The cha real thing pombe. that you are thirsty Kile kitu halisi una kiu chake is that you need some water. ni ya kwamba unahitaji maji. How comes that you feel that you are thirsty of drinking Ya alcohol? kuaje kwamba unajipata kwamba unashaukia pombe? That's right. These are two different things. Hizi ni vitu mbili tofauti. The prophets say a man was created by God Nabii akasema, and tuned to thirst after him mtu and to hunger after him. aliubwa na Mungu akawe na kiu na njaa ya Mungu mwenyewe. And that is why the Bible says that those who hunger, those who will be thirsty, they will be Na filled. ndio maana Biblia ikasema watakao kuwa na kiu, watakao kuwa na njaa watajazwa, Watashibishwa. watashibishwa. That's right. And now the kind of thirst that you have Na ile kiu uko nayo is of the things of this world. ni ya vitu vya ulimwengu, Because kwa sababu that's the reason why you even don't want to seek after the baptism of the Holy ndio Spirit. maana hautafuti ujazo wa Mtakatifu. And personally, I want to believe is because you don't know what it is. Na mimi binafsi nataka niamini the kwamba message, what is ni the vile Holy Ghost? haujui hiyo ni nini. The prophet said, Nabii anasema truly, kwa kweli people cannot go seeking the baptism of the Holy Ghost till they know what it watu is. hawezi kutafuta ujazo wa Mtakatifu mpaka wajue yeye ni nani. Although we have preached that message for too long, Hata kama tumehubiri ujumbe huo kwa muda mrefu. praise the name of living God, Bwana asifiwe. I don't think we have enough time to emphasize the importance of receiving the baptism of the Holy Spirit. Sidhani tuna wakati wa kutosha wa kusisitiza juu ya umuhimu wa kujazwa na Mtakatifu. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. You know, it's supposed actually to be like a song to the church in every sermon. Inafaa kuwa ni kama wimbo kwa kila kanisa, Because it's the key promise. kwa sababu ni ufunguo, ni ile ahadi kuu. In all the promises that God gives a man, Kwa sababu katika ahadi zote ambazo Mungu alimpa mwanadamu, this is the first and foremost gift that he allowed you to have. ni kipao kile cha kwanza ambacho alikukubalia uwe nacho. You get the remission of your sins. Unasamehewa dhambi zako. And then, because he cannot come before you are, those sins that you have are taken away. Kwa sababu hawezi kuja kabla ya dhambi zako kuondolewa. And it is his work to do that. Na ni kazi yake kufanya hivyo. That is why in the time when you receive Jesus Christ as your Savior, Ndio maana unapompokea Yesu kama mwokozi wako and you receive water baptism in his name, na unabatizwa kwa maji katika jina lake, there was something immediately he did. kuna kitu alifanya mara moja. You felt that peace. Ulihisi hiyo amani, You felt that joy ukahisi hiyo furaha in your heart. ndani ya moyo wako. What needed to follow that is the baptism of the Holy Spirit. Kilichofaa kufuata hiyo ni ubatizo wa Mtakatifu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. But you never received it. Lakini haukumpokea. What was your problem? Shida yako ilikuwa ni nini? Where did you get stuck? Ulikwama wapi? Because you have been in the church for all Kwa this long, sababu umekuwa kanisani muda huu wote, and yet we have sung time and again. na tena tumeiba wimbo Preachers mara. has come from all churches, Wahubiri wametoka makanisa and mengine, they always push you into receiving the baptism of the na Holy kila Spirit. wakati wanakusukuma upokee Roho Mtakatifu. I want to believe that you have never known what we are talking about. Nataka niamini kwamba hujawahi jua nini inayoelezewa. You people, you go looking for money every day. Mnaenda kutafuta pesa kila siku, Even some of you have come from that business. na hata baadhi yenu umetoka katika biashara hizo. Why is it not possible? Kwa nini Why, haiwezekani? why do you go to look for money? Kwa nini uende utafute pesa? Because you know the importance of having money. Kwa sababu unajua umuhimu wa kuwa na pesa. You know, Unajua without it,
Bila hiyo you will have problems. utakuwa na shida. And that is why Na ndio sababu you cannot rest hawezi pumzika day and night. usiku na mchana. You go looking for money. Unaenda ukitafuta pesa. You know, I hate to go to be a citizens of Europe and America. Ninashukia sana kwenda kuishi kule Europa ama Marekani. Somebody told me, Kwa sababu mtu aliniambia, a friend of mine, rafiki yangu, that he was hospitalized for 2 weeks kwa sababu alilazwa hospitalini kwa majuma mawili to get a rest. Ili apumzike. Because for 7 years, Kwa sababu kwa miaka 7 he has been working for 20 hours. Alikuwa akifanya kazi kwa masaa 20 kila siku. Until the body, mpaka mwili, what do they say health medically? The body just shut down. That's the medical word. Ukazima. Until the body shut down. Mpaka mwili ukazima. And after a lot of medical examination, na baada ya uchunguzi mwingi wa kimatibabu, he was advised akashauriwa to take a rest. Akaweza kupumzika. He told the doctor, akamwambia daktari, my boss cannot allow me to stay unless I am here. Ila niwe hapa hospitalini. He cannot accept me to stay at home. Hawezi kunikubalia nikae nyumbani. And he was hospitalized for 2 weeks. Akalazwa hospitalini kwa majuma mawili. And after he was discharged, baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani, the doctor gave instruction by a note to take to his bosses. Na daktari akampa barua apelekee mkubwa wake. Go and rest home for another month. Anafaa kwenda kupumzika nyumbani kwa mwezi mzima. And that is how he was able to get a rest of almost 2 months. Aliweza kupata mapumziko. The man was having 3 jobs. Na huyu jamaa alikuwa na kazi mara 3. He would report at 3 ageenda kazini saa 9 ya usiku and come home late. Na aje nyumbani akiwa amechelewa, exhausted, akiwa na uchovu. Sometimes you tell me that he would just enter to the house from job. Wakati mwingine akaniambia angeingia nyumbani tu kutoka kazini, and then he will be wakened by an alarm calling him. Na angeamshwa na kengele ikimuita. Hakuoga, never ate, hakula. I don't want that kind of a life. Sitaki maisha aina hiyo. Personally, I don't know. Many years ago, miaka mingi iliyopita, in 90s, miaka ya 90, there was a tourist who came from America. Kulikuwa mtalii ambaye alitoka Marekani. And he came here. Na akaja hapa. And you know, after he booked a hotel, na baada ya kuenda hotelini, after they arrived, baada ya kuwasili, he slept. Alilala. They went straight to the hotel. Walienda mara moja kwa moja hotelini. He slept. Na karara the whole night. Usiku mzima. And he was awakened at 10 a.m. the following day. Akaamshwa saa 4 asubuhi. And he was told now, na akaambiwa sasa, you better wake up and try to prepare yourself. Ni heri uamke ujaribu kujitayarisha, so that you can go for breakfast. Ili ukaweza ukaendea kiamsha kinywa. And then we go through your tour destinations. Ili tukaweza kupitia the tour guide was telling him. Mwelekezi wake ndiye alikuwa akimweleza. And then we shall know where do we start and how. Basi tutajua tutaanza wapi. So and you know, they bumped to the media people. Wakapatana na watu wa magazeti. When they were on their way. Wanahabari walipokuwa wakienda zao. They was asked how he is feeling to be in Africa. Akaulizwa jinsi anahisi kuwa Afrika. He talked about the warm weather. Akasema juu ya hali ya anga iliyo na joto. Talked of many things. Akasema mambo mengi. But lastly he said. Lakini mwisho akasema. But one of the greatest things that I have enjoyed. Lakini jambo moja kuu ambayo nimefurahia. Is that I have been saving money. Ni kwamba nimekuwa nikiweka pesa, hifadhi pesa for the last 15 years. Kwa miaka iliyopita 15. So that I can get enough money to come here in Africa this time. Ili nikaweza kupata nafasi ya kuja hapa Afrika. Kitu ya kwanza ikaniambia, yani mtu atumie miaka 15 akitafuta pesa ya kwenda utalii. Hiyo ni kusema hiyo mtu is a slave. Kusema huyu mtu ni mtumwa. Ni mtumwa wa hiyo kazi anafanya. Na usiniambie wewe unatembea wapi? Mimi sijatembea, lakini huku kwetu kuko sawa. Kama ni fisi naiona huku ikikibia. Praise the name of God. And so, kwa hivyo, but the other thing he said,
Lakini jambo lingine akasema, the other thing that I'm enjoying here jambo lingine ninafurahia hapa is that I am sleeping from 8 to 8. Ninalala kutoka saa 2 ya jioni mpaka saa 2 ya That I have never done for the last 15 years. hiyo sijaifanya kwa miaka 15. And you people, you sleep like I don't know what. They want to go to these countries. To do what? Unaenda kufanya nini kule? Praise the name of God. Somebody from there told me, let me preach my message. I was saying, it's because you need money. Ni kwa sababu unahitaji He pesa. was working 3-4 jobs. Alikuwa anafanya kazi mara 3 Because he need money. kwa sababu anahitaji He pesa. need money to spend there. Anataka kutumia pesa za kutumia And kule. he also need money to spend to send to his people here. Na tena anataka pesa ya kuwatumia watu wake hapa. And by that, Na kwa hiyo then he need more money. sasa basi anahitaji pesa zaidi. And to need more money is to go for 2-3 jobs. Na kuhitaji pesa nyingi ni kufanya kazi nyingi. And he find himself that he is not sleeping. Na akajipata kwamba yeye halali. And that is why he would go and sacrifice his life Ndio maana angeweza kujitolea katika maisha yake and do 3 jobs na kufanya kazi mara 3 so that he can get enough money. ili akaweza pata pesa za kutosha. Even you people, you want that money Hata nyinyi mwahitaji hiyo because pesa. you know Kwa sababu if you najua don't have it, kama hauna pesa you're not going to pay your bills. hautalipa madeni yako. But the same thing, Lakini jambo that kind of thirst, hiyo aina hiyo ya kiu, that kind of hunger aina hiyo that you have, ambayo uko nayo. if you talk about the spiritual thirst, Ukisema juu ya kiu cha the kiroho, spiritual hunger, njaa ya kiroho, then you are supposed to have a hunger and a thirst of having the Holy basi Ghost. unafaa kuwa na njaa na kiu cha Roho More Mtakatifu than money. zaidi ya pesa. Because Kwa sababu even if you get the whole world to be your wealth, hata kama ukipata ulimwengu wote ukawe utajiri wako, the prophet says even if you got the whole money that is in the world nabii akasema hata ukipata pesa zote za dunia and lose your soul, na upoteze at nafsi the yako, end you don't go to eternal life, mwisho ukose uzima wa milele, then you are a poor man. basi wewe ni maskini. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. So the prophet was saying, give me paragraph 22. The reason why many people, they don't go seeking for the Holy Sababu Ghost, kwa nini wengi hawatafuti Roho Mtakatifu, a quote that we have read several times here, nukuru tumelisoma mara nyingi, is because, ni kwa sababu give me paragraph 22, it's because many people, ni kwa sababu watu wengi, I don't even believe after preaching all this long, many people they know what is the Holy sijui Ghost. sidhani hata nikihubiri mara nyingi watu wengi hawajui Roho Mtakatifu ni nani. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. Because Kwa sababu you see, the prophet said here, paragraph 22, what is the Holy Ghost? The prophet said here, upon this place, we wish to approach the subject, which I think it is outstanding subject of today. What is the Holy Spirit? Now the reason I have taken this subject like this in line, he said that you cannot come and receive the Holy Spirit unless you know what it is. hawezi kuja na kupokea Roho Mtakatifu ila kwanza ujue hiyo ni nini. You cannot. Hawezi. And I don't believe even after preaching all this time that this church know what is the Holy Na Ghost. sidhani hata baada ya kuhubiri muda huu wote kama hili kanisa linaelewa. Because Kwa sababu after you know what it is baada ya kujua hiyo ni nini and the importance of having it, na umuhimu wa kuwa naye, that it is between life and death, ya kwamba ni kati ya mauti na uhai, praise the name of God. Then do you want to tell me that you know what it is if you are not thirsting and hungry basi wataka and you are not bothered? unataka kuniambia kwamba unaelewa na hausubuki? We don't see in your life you people that are bothered. Sioni katika maisha yenu mkisubuka. How can you go to a doctor Wawezaje kwenda kwa daktari and the doctor tells you na daktari anakuambia after we have examined you, baada ya kukuchuguza na kukuangalia, we have found that you have cancer, tumepata kwamba una saratani, and as you know, na kama vile unajua there is no cure for it. hakuna tiba yake. So what you are supposed to do Kwa hivyo kile unafaa kufanya is to continue coming here, take painkillers, ni kuendelea kuja hapa kuchukua dawa za kupunguza maumivu, or we might try to help you with your chemotherapy and ama radiotherapy tukusaidie tujaribu kukusaidia as we wait for your final days. tunapogoja siku zako za. How can you feel? Waweza hisi namna gani? Can you say, oh, that is the problem? Unaweza kusema sawa, hiyo ndio shida. Okay. Ni sawa. It's okay that I know now. Ni sawa sasa. You cannot behave like that. Hauwezi kufanya hivyo. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Unless you are not normal. Ila uwe wewe
hauna akili timamu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. I was there when I talked to my doctor. The doctor was treating my mother. Nilikuwepo wakati yule daktari aliyekuwa anamtibu mamangu. Because it was me who took my mother to Kenyatta. Sababu ni mimi nilimpeleka kule hospitalini. And after many tests, na baada ya vipimo vingi, the doctor decided to talk to me. Daktari akaamua kuongea na mimi. He asked me, akaniuliza, I've been seeing you for 2 years with your mother here. Nimekuona kwa miaka 2 na mamako hapa. But now the results are out. Lakini sasa matokeo yako hapa. I don't have any good news. Na sina habari njema. So how do you think I can break the bad news? Na je, wafikiriaje ninapokuambia haya maneno? My mother was just seated there. Mamangu alikuwa ameketi pale. I told him, nikamwambia, we can continue talking in English because she cannot hear. Tuweza kuongea kwa Kiingereza kwa sababu hawezi kusikia. And she told me, akaniambia, I'm sorry that your mother have liver CA. Na nasikitika kwamba mamako ana saratani ya maini. Liver CA. Saratani ya maini. Myself, I could not understand what is liver CA. Na wakati huo singeelewa inamaanisha nini. So he wrote, kwa hivyo akaandika liver cancer. Akasema la saratani ya maini. And the way I felt, na jinsi nilihisi, and how I changed my face, na jinsi uso wangu ulibadilika. My mother asked me, mamangu akaniuliza, Fafa, baba, kwani umeambiwa namna gani? Umeambiwaje? So I told my mother, let me talk to the doctor. Nikamwambia mamangu, acha niongee na daktari. And then I'll talk to you later. Bas baadaye nitaongea na wewe. So the doctor, he told me that since you cannot be able to handle this. Na daktari akaniambia kwa sababu hauwezi kushikilia hii. Because I was shedding tears. Kwa sababu nilikuwa na mwaga machozi. He told me, let me handle it. Akaniambia acha nishughulikie hili jambo. Regina, akamwambia Regina. My mother was Regina. Regina, huyu kijana ni nani? So let me shorten my story and say, lastly she was told in Swahili and she could be able to understand that very clearly. Basi akaambiwa kwa Kiswahili na akaelewa from liver cancer. Ya kwamba una saratani ya maini. And it's more advanced in 4th stage. Na imepada sana mpaka kiwango cha 4. And now we can advise that you go to see another doctor. Sasa tuweza kukushauri uende umuone daktari mwingine. Then he will advise you on what to do. Atakushauri ya kufanya. And I would see how my mother changed. Nikiona jinsi mamangu alibadilika. She never cried when we were with the doctor. Hakulia wakati tulikuwa pale kwa daktari. But when we were leaving the hospital, lakini tulipokuwa tukitoka hospitalini, she cried until we went home. Alilia mpaka tukaenda nyumbani. And she started a journey of crying for another 5 years. Na akaanza kilio cha miaka 5 baadaye. Because she knew, kwa sababu alijua, she was dying. Alikuwa anakufa. Now, the prophet told us, na nabii anatueleza, that the greatest sickness in the world, yati ugonjwa ulio mkuu sana duniani, that is killing the people, ambao unawaua watu, he said it is not cancer. Alisema sio saratani. He said it is not even pressure. Akasema hata sio msukumo wa damu. He said it's not cardiac arrest or heart. Ama ugonjwa wa moyo. He said it is sin, disease. Akasema ni ugonjwa wa dhambi. Sin, disease. Dhambi, ugonjwa wa dhambi. Sin, sickness is the first killer. Magonjwa ya dhambi number 1 killer in the world. Yanaua sana duniani. And the only medicine for that, na dawa ya pekee ya kutibu hiyo, because its penalty is death, kwa sababu adhabu yake ni mauti, is to receive a dose of eternal life. Ni kumeza tebe ya uzima wa milele. It's the only way. Hiyo ndio njia pekee. You can be healed from this sickness of sin. Waweza ponywa magonjwa haya ya dhambi. It's not even to come to the church. Sio tu hata kuja kanisani. For you can come to the church and you don't receive that dose. Waweza kuja kanisani na ukose kupokea hiyo tembe. Judas was in the church of the one who was the great physician of that sickness. Judas alikuwa mshirika wa kanisa daktari aliye mkuu. He never got that dose. Na hakupata hiyo tembe. 70 never got that dose. Wale 70 hawakuipata. But Peter, lakini Petro, and the rest of them,
na kikundi kingine 320 people. watu 120 On the day of Pentecost, siku ya Pentekoste they received a dose of eternal life. walipokea tebe ya uzima wa milele, Because the prophet said kwa sababu nabii alisema, that the Holy Ghost is, when you receive it, is eternal life. akasema unapompokea Roho Mtakatifu ni uzima wa milele, It's eternal life. ni uzima wa milele. Praise the name of the living God. And now, if you truly know that the Holy Ghost is eternal Na life, kama kwa kweli unajua Roho Mtakatifu ni uzima and you have been in the church for 20, 30 years, na umekuwa kanisani kwa miaka you have 20, never 30, received it. haujawahi pokea. So that means Kwa hivyo inamaanisha that you are still dead. ya kwamba ugali umekufa, You are a walking corpse. wewe ni maiti inayotembea, You are sick wewe ni mgonjwa of sin sickness, ya magonjwa ya dhambi, and the only thing that can keep you alive na jambo tu la kukuweka hai is to have a dose that is called the baptism of the Holy ni kuwa Spirit. na tebe ambayo inaitwa ubatizo la Mtakatifu, Because that one, if you can receive it, kwa sababu hiyo ukiipokea you pass from death to eternal life. unapita mautini kuingia uzimani. Even if you die physically, Hata ukifa kimwili, the death of the flesh, kifo cha mwili, and die, na ufe and you are buried, na uzikwe, yet you are living. hata hivyo unaishi, Because when you are here on earth, kwa sababu ulipokuwa hapa duniani you swallowed that dose. ulimeza hiyo tebe. You don't take that medicine when you die. Haumezi hiyo tebe ukifa, You die, you receive it when you are alive. bali unaimeza ukiwa hai. Can you ever go and see doctors go preaching, digging corpses of the people who are dead and giving the Weza medicine umewahi ona to daktari live? akienda kushibua To live. wafu wape dawa waishi? No. Hapana, You receive it. They try to treat you when you are alive. wanajaribu kukutibu ukiwa hai, And now you are sick. na sasa mgonjwa. You are born sick. Ulizaliwa ukiwa mgonjwa, It is not your fault. sio makosa yako. That is why Jesus came Ndio maana Yesu akaja as a great physician kama tabibu to mkuu give you this dose of eternal life. akupe hii tebe ya uzima wa Because he milele, never wanted you to kwa die. sababu hakutaka ufe, He cannot afford you to lose you. hataki kupoteza. The prophet said, Nabii anasema, then if you know what it is, na basi kama unajua yeye ni then nani, you can come and receive it. basi unaweza kuja na For you kumpokea, cannot come and receive it unless you know what it kwa is. sababu hauwezi kuja na kumpokea mpaka ujue yeye ni And you nani, cannot receive it na huwezi kupokea if you know what it is unless you believe it is given to you. kama hauwezi kumpokea kama unajua ni nini mpaka awe amepeana kwa, And it is for you. na ni kwa ajili yako, And then you cannot know whether you have got it or not na hauwezi kujua kama umempata ama bado, unless you know the result, what result it brings. ila kwanza ujue matokeo ama zao anayoleta. So if you know what it is Na kama basi unajua yeye ni nani and who it is to na ni kwa ajili ya nani and what action it brings when it comes, na ni matokeo gani analeta ajapo, then you will know what you have got and when you got it. basi utajua umepokea nini na ulimpokea lini. That will just settle it. Hiyo itatuliza hiyo. You see, the prophet said, Nabii anasema if truly this message can be preached to you, kama kwa Give me kweli ujumbe 121 huu of 3. waweza kuhubiriwa, 121 of 3. And this message was preached to you about what is the Holy Ghost. kwamba ujumbe huu umehubiriwa juu ya Roho Mtakatifu Praise the name of the living God. And you got it correctly. na umeupata kwa njia inayofaa, Praise the name of the living God. And you know that what is the Holy Ghost. na unajua Roho Mtakatifu ni nani. Praise the name of the living God. And then you are these people that were called to receive it. Na sasa wewe ni mmoja wa wale waliitwa kumpokea. Jesus was followed by 84 people. Yesu alifuatwa na watu 84. Many before the 70 went away. Na walikuwa wengi kabla wale 70 wakaondoka. Praise the name of the living God. You remember they followed him after they ate bread. Unakumbuka walimfuata walipokula mkate, More than 5,000. zaidi ya watu 5,000. Praise the name of the living God. And he said, the reason why you are following me Na akasema sababu kwa nini mnanifuata is because you ate bread ni yesterday. kwa sababu mlikula mkate jana. But today, Lakini leo because that is just a food for your flesh. kwa sababu hicho ni chakula cha miili yenu, And a man cannot live by bread na alone. mtu hawezi kuishi kwa mkate pekee. Today,
siku ya you leo are going to eat the flesh of the Son of Man mtakula nyama ya mwana wa Adamu and drink his own blood, na munywe damu yake and you shall have eternal life. na mtakuwa na uzima wa milele. They ran away. Walikibia When they were given the real dose, walipopewa tebe halisi, that would have made them to live eternally. ingeliwafanya waishi milele, They ran away. lakini walikibia. The 70 ran away. Wale 70 walikibia. Even Peter Hata Petro mwenyewe was asked by Jesus, aliulizwa na Yesu, do you even want to go? hata wewe wataka kuondoka? He said, where shall we go, Lord? Akasema, Bwana twende wapi? You are the one with the words of eternity. Wewe ndio una maneno ya uzima. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. And because he was a thoroughbred Christian, Na kwa sababu alikuwa Mkristo halisi. praise the name of living God. Bwana And the asifiwe. prophet said, Na nabii anasema, let's say acha tuseme, you are just, it does not matter your condition now, hatijalishi hali yako sasa, but you are just like Peter. lakini wewe ni kama Petro. Peter was told, Petro aliambiwa, don't you happy because the demons are subject man to things, usifurahie kwa sababu mapepo wanawatii, but be happy because your names are written in heaven. lakini mfurahie kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. His name, Jina the lake, name of Peter and the rest of them, jina la Petro na wengine were written in the Lamb Book of Life before the yaliandikwa foundation kwenye of the world. kitabu cha mwanakondoo kabla ya That misingi ya means ulimwengu. these are the people who are ordained to receive the Basi baptism of the Holy Spirit. inamaanisha hawa ndio watu waliokusudiwa kupokea ubatizo Jesus wa had told them Mtakatifu. previously Yesu aliwaambia kule mbele that the Holy Ghost ya kwamba Roho was to be Mtakatifu given to them that you believe him. alikuwa apeano kwa wote watakaomwamini. And Peter was a believer. Na Petro alikuwa mwaminifu. Forget about his many mistakes. Sahau makosa Forget yake about he mengi. carried a sword for 3.5 Na alibeba years. upanga kwa miaka 3.5. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. And that sword was not for peeling tomatoes. Na ule panga haukuwa kushonga nyanya, Viazi. viazi. Praise the name of living God. Ni ya kuchinja watu. Ukileta nyoko. Anyway. You know, I talked about that word Nilisema hilo neno when I was preaching somewhere else. nilipokuwa nikihubiri mahali pengine. And to say that in their own language is very evil. Mmoja akasema kusema hiyo kwa lugha yetu ni baya sana. So when it comes, I always avoid to talk out. Kwa hivyo inapokuja ninaihepa. It made me even to go to Kamusi. Ilinibidi niende kwa kamusi. Praise the name of living God, and to look whether it is still there. Niangalie kama iko pale. And found it is there. Nikapata iko pale. It's talking about furugu na fujo. But in other people's language, Lakini kwa lugha zingine it's not a right kind of word to use when you are preaching. Forget about that. I am not even talking about it. So, but if you are just like one of them who are going to receive the baptism of the Holy lakini Spirit, kama wewe ni mmoja wa wale waliokusudiwa, praise the name of living God, you are just like Peter. wewe ni kama You're like Petro John. ama Yohana. You and the rest of them. Na These are the people who truly believe they were called, hao ndio watu waliamini kweli, they waliitwa, were foreknown by God, walijulikana kibele na Mungu, they were elected, they Waliteuliwa, were chosen, their walishauriwa, names were put in the Lamb Book of majina yao Life yakawekwa kwenye before the kitabu cha foundation of the uzima. world. Kabla ya misingi They ya were ulimwengu. known that they will receive the Holy Spirit. Walijulikana kwamba watapokea Roho And Mtakatifu. now the giver of the Holy Spirit has come. Na sasa mpeanaji wa Roho Mtakatifu amekuja. These people, Watu hawa, the prophet said, nabii anasema in question, in the message adoption, katika I'm ujumbe reading wa kufanywa 121, wana, 121 of 3. He said that that is the way it is with a real thoroughbred Christian. ati hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo wa halisi. Waharisi. Hallelujah. Receive you the Holy Ghost, repent every one of you, and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for remission of your sins. Gone. Just as quick as you can get to the water, they are gone. They can't, when they are forgiven, these people, they cannot rest. Hawawezi pumzika, They can't rest hawawezi pumzika day and night usiku na mchana until they receive the Holy Ghost. mpaka wapokee Roho Mtakatifu. Praise the name of living God. These people, Watu hawa when they knew the importance of receiving the Holy Spirit, wakijua umuhimu wa kupokea Roho Mtakatifu, and they knew na walijua that even they could not carry out the Great Commission without having the ya baptism of the Holy kwamba Spirit. hawaweza kutekeleza ile kazi kuu walikuwa wameitiwa. They could not go preaching from Jerusalem to the Hawangeweza kwenda to all the parts of the world without the kutoka Holy Ghost. Yerusalemu kwenda duniani, And he commanded them na akawaamrisha not to leave Jerusalem wasiondoke Yerusalemu until they are endued from power from heaven, mpaka wajazwe na nguvu kutoka juu, which is the baptism of the Holy Spirit. ambayo ni ubatizo la Mtakatifu. That is the reason why they would stay in the
in the upper chamber for 10 days. Ndio maana wangekaa katika chumba cha juu kwa siku 10. Because they knew Kwa sababu walijua the importance of first receiving the baptism of the Holy Spirit. umuhimu wa kwanza kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mind you, they were given the commandment. Na ujue walipewa ile They amri, had the Great Commission. walikuwa na ile kazi kuu, They were open up their mind na walifunguliwa mawazo yao that they might be able to comprehend the scriptures. ya kwamba wakaweza kuyaelewa maandiko. But yet on the top of that, they were told they should not go. They Na should hata not leave hivyo, Jerusalem. na hata hivyo juu ya hiyo waliagizwa wasitoke Because Yerusalemu. Jesus knows Kwa sababu Yesu alijua that the letters kill it. kwamba andiko la ua, But with the Holy Spirit, lakini kwa Roho it Mtakatifu is the Holy Spirit that is going to quicken the ni word, Roho Mtakatifu atakayeuisha lile neno which they were not given to understand. ambalo hawakupewa If they would have gone to preach the Holy Ghost, if they had gone to preach the message wangelienda kuhubiri injili without the Holy Ghost, bila Roho just Mtakatifu, because they were given to comprehend the scriptures, kwa vile tu walipewa kuyaelewa maandiko, they would be kind of people bringing in kind of people. wangekuwa watu wa kimwili wakiwaleta watu wa kimwili, Because the only thing that can make you to be spiritual is to have the kwa baptism of the Holy sababu kile Spirit. tu chaweza kukufanya wa kiroho ni kupata ujazo wa That is Mtakatifu. why you see it does not matter how much our members of our churches they Ndio have been in maana the how long they have been in our haijalishi churches. washirika wetu Give wamekuwa them any kanisani, offices in the church. wamejitolea Give them any office of the church. wapatia ofisi yoyote kanisani, That they are still kind of without the baptism of the Holy wagali Spirit. wa kimwili bila Roho Mtakatifu. Praise the name of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Oh my. So you see, the prophet is saying that a breaded Christian, Nabii they anasema, cannot rest day and night. Mkristo wa kweli That means hawezi they have a thirst, they have a hunger. Something is Kila calling, wakati something wana kiu, is, wana something njaa. is pushing them. Kitu kinawasukuma. Something is telling them that they are not settled. kitu kinawasukuma They are kwamba not hawajafika, satisfied. They cannot be satisfied by everything. hawezi ridhishwa na Even chochote, if you give them a good job, hata uwape even kazi if they nzuri, pass their exams and get a good na career, wapite masomo yao na even if kupata they have kazi, wealth, hata wakiwa na they have a mali, good car, they have Wana a good gari house, nzuri they na have a nyumba good, nzuri. they have money. wawe na pesa, But yet deep in their soul, lakini kilindi if they are cha true moyo wao, Christians kama ni who Wakristo wa are kweli called by God walioitwa na to Mungu, believe Him wamuamini, and receive eternal life, na wapokee all the milele, time wakati they wote have not received the Holy Ghost, hawajapokea Roho they are Mtakatifu, not satisfied in their soul. hajaridhika mioyoni mwao. Praise the name of living God. Why? Kwa nini? Because they know Kwa sababu anajua the Holy Ghost Roho Mtakatifu is a sign that they have received that they have received the. I want to read something in. What do we call that document? What is the Holy Ghost and why it was given? I want to read the B of 1. Because the prophet said, nabii anasema when you receive it, ukimpokea is when you have the Holy Spirit. wakati huu unapata Roho Mtakatifu. So, in the question and answers of 59, 12, 23, Katika maswali na majibu of 59, 12, ya mwaka 23, wa 59 the prophet said nabii in anasema, paragraph 145, now, before you receive the Holy Ghost, na sasa kabla ya upokea Roho Mtakatifu you are believing in eternal life. unaamini uzima wa milele. Before you receive the Holy Ghost, Kabla ya upokea Roho Mtakatifu you are believing unto eternal life. unaamini kupokea uzima wa milele, But you do not have eternal life until you receive the Holy Ghost. lakini haujapokea uzima wa milele mpaka upate Roho Mtakatifu. Very clear. Wazi sana That all the time ya kwamba wakati wote you think then you believe that you are called to have the eternal life. unaamini kwamba uliitwa upokee uzima wa milele, And you believe you are not among them that are going to get lost. na unaamini kwamba hauko miongoni mwa watakaopotea. Praise the name of living God. Can you go and help your sister there? Hallelujah. Because of the people. So what are we talking about? Kwa hivyo tutasema nini? The prophet is saying Nabii anasema it is until you receive Him. ni mpaka umpokee. All the time you have not yet received the Holy Ghost, Wakati wote hujapokea Roho Mtakatifu and you are believing of eternal life, na unaamini uzima wa milele, what you are doing is that you are only believing. kile unafanya ni And kuendelea receiving kuamini, it. ni kuendelea kuamini kumpokea, Because until you receive the baptism of the Holy kwa Spirit, sababu mpaka upokee ubatizo wa you Mtakatifu have not yet received the eternal life. haujapokea uzima wa milele. And now my question is, Na swali langu ni you hili, have been in the church for 20, 30 years. umekuwa kanisani kwa miaka 20, You have 30,
never received the Holy Spirit. haujawahi pokea Roho Mtakatifu, That's clear show that you don't have eternal life. hiyo yaonyesha waziwazi hauna uzima wa milele, Because eternal life kwa sababu uzima wa milele come to you when you receive the Holy Spirit. inakuja kwako unapopokea Roho Mtakatifu, Because eternal life kwa sababu uzima wa milele is the life of God himself. ni uzima wa Mungu ndani yako. Praise the name of living God. And so the prophet said, now, before you receive the Holy Ghost, you are believing unto eternal life. Ya kwamba kabla upokea Roho Mtakatifu unaamini kupokea uzima wa milele, But you don't have eternal life until you receive the Holy Ghost. lakini haujapata Roho Mtakatifu haujapokea uzima wa milele mpaka upokee Roho Mtakatifu, Because it is eternal life. kwa sababu yeye ndiye uzima wa milele. The Holy Ghost is eternal Roho life. Mtakatifu ni uzima wa milele, Yeah? And the Holy Ghost is God. na Roho Mtakatifu ni Mungu, It is God life in you. ni uzima wa Mungu ndani yako, Then you have got eternal life. basi umepata uzima wa milele. See, brethren, that means you don't have even God in your soul. Inamaanisha hauna Mungu ndani yako. So you can ask yourself, Kwa hivyo waweza kujiuliza, I have been in the church for all this long. nimekuwa kanisani kwa muda huu wote, What have I achieved spiritually speaking? nimeafikia nini kiroho? I have been coming to the church. Nimekuja kanisani, I have been a spiritual person. nimekuwa mtu wa kiroho, I have been doing all my religious duties. nimekuwa nikifanya majukumu yangu I have yote been ya attending kidini, the church. nimekuwa nikienda I kanisani, have been attending prayer night meetings. nimekuwa nikienda maombi ya I mkesha, have helped the church nimesaidia kanisa with my tithes and my na offering. matoleo yangu na hata fungu la 10, And in return na kwa for kulipwa, these years, kwa kulipwa miaka hii yote what have I received? nimepokea nini? Nothing. Hakuna chochote. Whatever you can call that you have is achievement without receiving the baptism of the Holy Chochote Ghost, unaweza kuita maafikio You bila are- ubatizo wa Mtakatifu, you still not have achieved the greatest thing that you achieved. Haujawa You are supposed to pokea- achieve of coming to the church. lile jambo kuu linalokufanya uja kanisani, Because you are supposed to receive eternal life by kwa sababu receiving the baptism unafaa of the Holy kupokea Spirit. uzima wa milele. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. You don't have eternal life. Hauna uzima wa milele, That means you got an opportunity basi inamaanisha una nafasi to save your own soul. ya kuokoa nafsi yako, Then think about it that you come and die. na sasa fikiria kwamba ufe. You come and die. Ufe After you have been in the church like this one, that which has preached for baada all ya this kuwa long. katika kanisa kama hili Give ambalo me 1:11 limehubiriwa of muda huu 3. wote, Give me 1:11 of 3. You come lastly and die. mwisho unakufa. Like me, I've been now here in the church, this church for 30 years. Kama mimi nimekuwa hapa kwa miaka 30 Without the Holy Ghost. bila Roho Mtakatifu, And then you hear that brother so and so have died. namsikia kwamba ndugu fulani amekufa, Where do I go? nitaenda wapi? Praise the name of the living God. Give me Bwana asifiwe. 1:11. Where do you want to go? Because it can happen that you can go home. Inawezekana kwamba uende nyumbani, You can be summoned by your maker anytime to go home. unaweza kuitwa nyumbani na muumba wako. You don't know. You don't know the days they are allotted in your life. You don't know. Haujui siku ambayo amekupagia, You don't know. ni siku gapi amekupagia. Praise the name of the living God. And then after you be in the church for all this long, Na baada ya kuwa kanisani kwa muda huu wote, then we hear that so and so has died, basi tunasikia fulani amekufa, ameaga, and we come and bury you. na tunakuja na kukuzika. Say this brother was a good brother in the church. Seme huyu alikuwa ndugu mzuri This kanisani, sister was sweeping the church. huyu dada alikuwa Should come early before other people. alikuwa na kija mapema Prepare mbele ya the watu, church. atayarisha kanisa, She used to give all her tithes and offering. alikuwa akipeana matoleo yake yote, She brought the table to the church, na akanunulia kanisa put mesa, the door of the office of the pastor. akaweka mlango wa mchungaji, wa ofisi ya mchungaji. But the prophet is in the message why he say God is going to ask us on the day of judgment, why didn't you receive the Holy Ghost? Lakini katika ujumbe wa kwa nini nabii anasema On the Mungu day of atauliza judgment. kwa nini Kwa nini? siku ya Kwa hukumu. nini wewe hukupokea Roho Mtakatifu? He is the giver. Yeye ndiye mpeanaji, He is the one who wants you to have the Holy Spirit. yeye ndiye anataka uwe na Roho Mtakatifu. I'll read a quote after this where the prophet said that God is more than willing for you to receive it more than you are Mungu seeking for it. anataka sana
upokee kuliko vile wewe unataka. So he is saying that he is going to ask you on the day of judgment, why did you receive the Holy Ghost? Kwa hivyo siku ya hukumu atakuuliza, kwa nini haukupokea Roho Mtakatifu? Why was it you born of the Spirit? Kwa nini haukuzaliwa na Roho? Because to receive the baptism of the Holy Ghost is to be born again. Sababu kupokea ubatizo wa Roho Is your supernatural birth. ni kuzaliwa kiungu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. When you receive the Holy Spirit, Ukipokea Roho Mtakatifu, you are spiritually born. umezaliwa kiroho. You are born again. Umezaliwa You tena. can now see and enter to the kingdom of God. Waweza sasa kuingia katika ufalme wa And you Mungu. ask by the Lord. Na waulizwa na Bwana. I was there. Nilikuwepo. I anointed the preacher. Nilikuwa mafuta Inspired the preacher. nikamuisha Gave the mhubiri. revelation to the preacher. Nikampa ufunuo To mhubiri. come and tell you Aje akueleze that you require to receive the baptism of the Holy ya Spirit. kwamba unatakikana upokee Roho Mtakatifu. Because the life that you had there, Kwa sababu yale that maisha you are ulikuwa born nayo, with by your ule parents, uhai uliozaliwa nao na was a wazazi wako, life without eternal. ulikuwa ni uhai bila And usio wa you kimilele. are to receive my own life. Na ulikuwa upokee uhai I wangu was mwenyewe. there giving all the people that you believe in me. Na nilikuwepo nikiwapa wote walioniamini. Because I had said, Kwa sababu nilikuwa nimesema I'll give it to them that are going to believe me. nitawapa wote ambao wataamini And them that are going to obey me. na wote ambao watanitii. Yeah? Why were you not born Kwa again? nini haukuzaliwa tena? Why wasn't you this and that way? Kwa nini haukuwa hiki na kile? Was it because we didn't have any church to teach it? Ni ya kwamba hakukuwa na kanisa ya kulifundisha. You will not say that you came from Jericho Fellowship. Hautasema kwamba ulitoka kanisa la Jericho. Because you tell you, I anointed the preachers who came there. Kwa sababu utaelezwa nilimtia mafuta mhubiri aliyetoka The pale. preacher who came in that church, they preach about it. Wahubiri waliokuja katika lile kanisa walihubiri juu ya hilo. Was it because we didn't have any church to teach it? Was it because there wasn't a preacher in the land to preach about the baptism of the Holy Ghost? Ni ya kwamba kwa sababu hakukuwa na kanisa la kufundisha hayo, ama hakukuwa na mhubiri nchini wa kuhubiri hayo. You cannot say a word because I'll be sitting together with him there. Hawezi kutamka neno kwa On the sababu white throne. nitakuwa nimeketi naye pale kwenye kiti And I will cha recall hukumu. that I preached it to you. Na nitakukumbusha kwamba nilikuhubiria. Time and again I used to preach it to you. Kila wakati nilikuhubiria. So you cannot say you never heard it. Kwa hivyo hautasema haukusikia. Praise the name of the living God. And he would ask that there was no preacher in the land to preach about the baptism of the Holy Ghost. Na atauliza, je, hakukuwa na mhubiri wa kuhubiri juu ya Roho Why Mtakatifu? did you do these things? Kwa nini ukafanya haya? Praise the name of the living God. Yeah? When God made a provision and then people refuse to walk in it, then he is going to ask why. Wakati Mungu anafanya njia na kukose watu wa kupitia katika hiyo wanaikataa, basi Mungu itambidi aulize ni kwa nini. The baptism of the Holy Ghost Ubatizo wa Roho Mtakatifu is the only God provided way for us to receive the ndio baptism njia ya of the pekee ya eternal life. Mungu aliyopeana ya For us kupokea to receive uzima eternal milele, ili tupokee uzima milele. Without it, Bila hiyo you are lost. umepotea. Give me that one of this. We have read that several times. You are lost. Umepotea. Huh? Now you say, well, I'm not amongst them. Now just don't be too sure. Now remember, Christianity, Nicolaitan. How do you get that? Sorry, listen. Close before we go any further. I want you to get it. If you stay here until midnight, because my brother, it is your soul. You can't say that ain't it. If you haven't got the Holy Ghost, brother, Kama hujapokea Roho Mtakatifu ndugu, I don't care how many churches you belong to. sasa sijali unajiunga na makanisa gapi, You are lost. umepotea. If you are not born again Kama hujazaliwa mara ya pili of the Spirit of God na Roho wa Mungu, by the baptism of the Holy kwa Spirit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, you are lost. umepotea. Because you haven't got life. Kwa sababu haujapokea uzima. And eternal life is the only thing that God will raise up, because it is the only life that is left. Na uzima wa milele Ndio kitu cha ndio kipekee. kitu cha kipekee ambacho Mungu Atafufua kitu kingine. Atafufua uzima wa milele aliyopeana kwa waaminio kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. Is the only life he can raise. Is the ndio only uhai wa life. pekee anaweza kufufua. You know, the prophet was saying that Nabii alisema they booked him a hotel, walimweka kwenye hoteli and in the ground they were selling beer. na kule chini walikuwa wakiuza pombe. And the young people
na vijana were also flocking in that hotel. walikuwa naenda kule hotelini. And when he was going to the third floor to take his room, Na alipokuwa akienda orofa ya 3, he met a young girl and a young boy going down. na msichana na kijana. They were very drunk, walikuwa wamelewa with their bottles in their hand. na chupa zao za pombe mikononi mwao. And the girl said, Na msichana akasema, this is life. akasema haya ndio maisha. Hata si nyinyi mko na wimbo mlitolewa, maisha no maya. Siku mko na aina hiyo wimbo. And the prophet said, which life? Nabii akamuuliza, Which life are you talking about? Unanena juu ya maisha gani? Hope. Which life? You are talking the life that life is to drink? Unasema maisha ni kunywa? Praise the name of God. He said that is death. Akasema hiyo ni That kifo. is the way to hell. Hiyo ni njia ya kuzimu. Whatever you call life without the Holy Spirit is Chochote death. unaita maisha bila Roho Mtakatifu ni kifo. Praise the name of God. Bwana asifiwe. You are lost Umepotea without eternal life. bila uzima wa milele. Give me 14:9. The prophet say without the Holy Spirit, Nabii anasema bila Roho Mtakatifu, you know you're not going to be there in the rapture. unajua hautakuwepo katika unyakuzi. You know because rapture, he has said whether you are living, Uwe hai whether you are sleeping in the grave, ama umelala kaburini. my brother, my sister, Ndugu na dada, if you don't live until the day of his coming, kama hautaishi mpaka siku ya kuja kwake, you know you sleep in the grave. unajua utalala kaburini. And if you don't receive eternal life, Na usipopokea uzima wa milele, 14, give me 14:9. And you don't receive the eternal life by the baptism of the Holy na Spirit, usipokee uzima wa milele kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, you are not going to be there in the first resurrection. hautakuwepo katika ufufuo wa kwanza. Praise the name of living God. And the prophet is this message reaction to an action. He said, I am going to ask you that hasn't got the baptism of the Holy Ghost, and you'd like to receive it, the Holy Ghost. Here is the time to start it. You are here on the campground. You are here at a time to receive it, and you know no one will be in the rapture without the Holy Ghost. You know that. Unajua hivyo. You know that. And you are seated down there. Na unaketi pale. You know that you are not a candidate of the rapture if you don't have received the. Unajua kwamba sio mwaniaji wa unyakuzi kama hujampokea Roho And you are Mtakatifu. not worried, my brother. Na hauna hofu ndugu. Let's go back to what is the Holy Ghost. Praise the name of living God and give me 4. So and you are here. Na uko hapa. You have been in the church all this long. Umekuwa kanisani muda huu wote. And you know all these things. Na unajua mambo haya yote. You know even before you receive it. Unajua hata kabla ya upokee. That without it, ya kwamba bila hiyo you don't have eternal life. Hauna uzima wa milele. Without it, bila hiyo you will never make it to the rapture. Hautanyakuliwa. Without it, bila hiyo you are not born again. Haujazaliwa mara ya pili. Praise the name of living God. And you know, let me read the message there that is there down, my sister. In the message witness, the prophet is saying that the Holy Ghost, katika ujumbe wa mashahidi, nabii anasema Roho Mtakatifu. You see the prophet say, nabii anasema the Holy Ghost give you assurance, or it's a sign to you to know that God has accepted my faith. Roho Mtakatifu ni dhibitisho ya kwamba God has accepted my faith. Imani yako. I told you I'm preaching about the things you should know before and after you receive the Holy Ghost. Mambo ambayo unafaa kujua. Those who have never received the Holy Ghost, wale ambao hajawahi pokea Roho Mtakatifu, they ought to know that God has never accepted your faith. Ya kwamba Mungu hawajawahi kubali. Hajawahi kukubali hiyo imani yako. Acha kuniambia umekuwa mwaminio wa miaka 30 kanisani, 40. Mungu hajawahi kubali hiyo imani yako. He has never accepted your faith. Hajawahi kubali hiyo imani yako. If God have accepted your faith, kama Mungu ameikubali imani yako, the only sign he can give you that he has accepted your faith, ishara tu ya kukuonyesha kwamba ameikubali imani yako, is to give you the baptism of the Holy Spirit. Ni kukupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. When you have the baptism of the Holy Spirit, ukipokea ubatizo, you know that God has accepted my faith. Unajua Mungu ameikubali imani yako. And anytime I go before God, na wakati wote niedapo mbele za Bwana, I knock at his door. Nibishe mlangoni mwake. Anytime I go before God, wakati wote nikienda mbele za Mungu, seeking something, nikitafuta chochote. Anytime I go before God, wakati wote nikienda mbele za Mungu, nikiomba, I know ninajua that I have a faith that he can accept. Ya kwamba nina imani ambayo anaweza kuikubali. Praise the name of God. There was a time Jesus said, kuna wakati Yesu alisema, I know that you hear me. Najua kwamba unanisikia. I know ninajua that you hear me. Ya kwamba unanisikia. I know that you hear me. Najua kwamba unanisikiaga.
Praise the name of living God. But for the sake of these people to believe Lakini kwa sababu ya watu hawa amini that I came from you ya kwamba nilitoka and kwako thou sent me here, na ya kwamba ulinituma hapa, do ABCD, fanya haya na yale, and God will do it. na Mungu angelifanya. What a blessed assurance Ni uhakika wa jinsi gani to know ya kujua that you don't just go before God you, in vain. hauendi tu mbele za Mungu bure. When you go before God, Uendapo mbele za Mungu you have appropriate faith na una imani inayofaa, that whatever you tell him, chochote muabiayo he has an answer for that. anajibu kwayo. And the prophet say, you believe God, Na nabii anasema unamwamini Mungu, and you say you believe God, na unasema kwamba unaamini Mungu, and haven't received the Holy Spirit, na bado hujapokea Roho Mtakatifu. there is something wrong with your faith. Kuna shida na imani yako. So when the prophet tells you the reason why you have been in the church for 30 years, 40 years, you have never received the baptism of the Holy Spirit, it's because there is something wrong with your faith. Shida yako ya kuwa kanisani kwa miaka 30 40 ni kwa sababu kuna imani, kuna shida katika imani yako. Why can't you go and sit down Kwa nini usiende uketi chini like a true believer kama mwaminio wa kweli and put your life on the table na uweke maisha yako mezani and analyze your life na ukaweza kupeleleza maisha yako and see what is wrong na uone shida ni nini, and where am I wrong, Lord? na hapa wapi Bwana nilikosea? Why all these years in the church and you don't accept my faith? Kwa nini miaka hii yote kanisani ilhali haukubali imani yangu? And seal it by the baptism of the Holy Na Spirit uitie muhuri wa Roho that Mtakatifu you have accepted me, ya kwamba you umenikubali, have accepted my faith, umekuikubali imani you have yangu, accepted my Christian life, umekubali maisha yako you ya have Kristo, accepted me that I am your son, umenikubali kama you mwanao, have accepted me that I am yours. umenikubali kwamba mimi ni wako. Why can't you do all that? Kwa nini usifanye haya yote? Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. There is something wrong with your faith Kuna shida katika imani yako, because God is under obligation sababu Mungu anawajibika to give every believer that repent kumpa kila mwaminio ambaye and is anatubu baptized. na anabatizwa. Praise the name of the living God. He is under obligation Anawajibika to give the baptism of to give you the baptism of the Holy Spirit. kukupa ubatizo wa Mtakatifu. Were you baptized? Je, ulibatizwa? Can I see by your hand? Naweza kuona kwa mikono. Then if you are baptized Na kama basi and umebatizwa God is obligated na Mungu to anawajibika give every believer ampe kila that mwaminio believe on Jesus, anayemwamini repent Bwana of his sin, atubu and dhambi is zake baptized. na batizwa. God is saying he is under obligation to give you the baptism of the Holy Spirit. Nabii anasema anawajibika kumpa Roho What if Mtakatifu. then is your problem? Na basi shida ni nini? What is it that has been keeping you all this year without the baptism of the Ni Holy nini Spirit? hiyo imekuweka miaka hii yote Are bila you not ubatizo? worried about your final Je, destination? hauhofii hatima yako? You are sick. Wewe ni mgonjwa. You know this sickness is going to kill Unajua you, magonjwa haya itakuua and you don't care. na haujali. And you attend your business. Na You unaendelea na continue biashara with zako. your domestic life Unaendelea na maisha yako ya kinyumbani. as if you have never had the doctor has told you have cancer. Kana kwamba daktari hajakuambia kwamba una saratani. Now the great physician Jesus Christ Na sasa tabibu mkuu Yesu Kristo is telling you, Anakuambia. without the baptism of the Holy Spirit, bila ubatizo you wa are already Mtakatifu, dead even when you are living. umekufa tayari. You ukiwa are a hai. walking corpse, Wewe ni maiti inayotembea and you don't care, na haujali. and you continue even to add weight. Na unaendelea kuongeza uzito. Si tuongee lugha mzuri, unaendelea kunona. Unanaje? Na wewe umekufa. Praise the name of the living God. Is it important to remind us about these things? Ni vyema kujikumbusha mambo haya. This is the quote. I never even thought it is going to be here. And he is more willing to give it to you than you are to receive it. Na anataka sana kukupa kuliko vile wewe unataka. God. Mungu. You cannot say Hauwezi kusema that he is not there to give it to you. ya kwamba hayupo kukupa. You know, I've been praying. Ati nimekuwa It's nikiomba. not like a human being that you have been going to his office, you find he is Sio not kama present. mwanadamu ya kwamba unaenda ofisini mwake na umpati. No. Hapana. It's not that you have been calling him and you find that he is engaged. Si ya kwamba unampigia simu Or na the person that you are hapatikani. calling, muteja unayeita hayuko. He's never been muteja. Yeye hajai kuwa mteja. You never prayed, you never sick, you never fasted and found that he is engaged. Haujawahi funga na kuomba upate kwamba hapatikani. Praise the name of the living God.
He is more than willing. Anataka zaidi. He is looking at every day. Anatafuta kila siku. Who is ready? Nani yuko tayari? Who is ready? Nani yuko tayari? Michael, Gabriel, who is ready? Where Mikaeli, is that Gabrieli, believer? nani yako tayari? In Kenya? Kule Kenya. Oh, that believer that is called John is ready to receive the Yule baptism of the Holy Spirit. muaminio ako tayari kupokea. Even this is not the work of the angels. It is his Hata own huyu sio business. hiyo sio kazi ya To malaika. know whether you believe it or not. Ni kazi To yake know whether you are ready or not. kujua kama To uko know whether tayari. you know him or not. Ajue kama uko To tayari. know whether you are unamjua. praying for him or not. Ajue kama Whether you are thirsty unamuomba ama and hapana. hungry for him or not. Una kiu na jasha yake ama hapana. Whether you have put in your life in line with his word or not. Kama umerainisha maisha yako na neno lake. The prophet said in the message token, whether you have been obeying the word or not. Nabii anasema katika ujumbe wa ishara ya kwamba kama umekuwa ukitii neno lake. Because full obedience to the full word of God entitles you Kwa to the sababu token. utiifu wote kwa neno lote la Mungu kuwezesha kupokea ile He ishara. knows whether you have been obeying your word or Anajua not. kama His word umekuwa or not. ukitii neno lake He lote knows. ama hapana. He is more than willing. Anataka zaidi More than you are ready to receive it. kuliko vile unamtaka kumpokea. Praise the name of living God. Where are we? More than willing. You are, that is right. So there is something wrong somewhere. Kwa hivyo kuna shida mahali fulani. You just got, what is missing there? Something is missing there when I was editing. Yeah. I think you just got a mental faith. Now, let us not think about it. Let us read the real thing. Which message is that? Yeah? Paragraph? Witnesses of which year? 54 0303. Paragraph? He said here, there is something wrong somewhere. You got a mental faith and instead of a heart faith. Basi kuna shida mahali. Umepokea imani ya kiakili kuliko ile ya imani Ya rohoni. ya rohoni. So what is your problem? Kwa hivyo shida yako ni nini? All these years, Miaka hii yote you have been having a mental faith. umekuwa na imani ya kiakili. And God read what is mental faith in the message, in the greatest battle ever fought. Edasoma katika ule ujumbe wa vita kuu sana vilivyowahi kupigana. The prophet say, Nabii anasema immediately you hear the word of God, mara moja unaposikia neno la Mungu, you are the word of God, neno la Mungu go through your ear linapitia masikioni mwako into your mind. ndani ya mawazo yako. And the prophet said, Na nabii anasema it give you a mental faith. inakupa ile imani ya kiakili. That is just to know. Ile ni ya kukupa ufahamu. Intellectually you know. Kiakili tu una ufahamu. But when it is still there, Basi ikiwa tu pale the Holy Spirit Roho Mtakatifu is ought to anoint that word anafaa that faith that you have, kutia mafuta ile imani ulionayo and make it a revelation. na kuifanya ufunuo. And when it become a revelation, Na inapofanyika ufunuo it is kwako, no longer a mental faith. sio imani tena ya akilini, It has become a heart faith. basi inakuwa imani ya moyoni. And the prophet said, Na nabii it is anasema that kind of faith, ni imani ya aina hiyo, a heart faith, ile imani ya moyoni that can bring the word of God into reality. ambayo inaweza kufanya neno la Mungu liwe halisi. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. So you know intellectually that you ought to have the baptism of Kwa Holy hivyo Spirit. unajua kiakili kwamba unafaa kupokea. Mentally you know you ought to have the baptism of Holy Spirit. Kiakili unajua But unafaa kupokea. that kind of revelation that you have, that mental revelation, Lakini have never ufunuo huu wa materialized to kiakili a real faith. haujawahi badilika uwe imani halisi. And you know faith is a revelation. Na unajua imani ni ufunuo. When you get it by revelation, Unapoipata kwa ufunuo that I know ya kwamba najua na that ninajua now I need the baptism of ya Holy Spirit. kwamba sasa nahitaji That batizo la faith Mtakatifu. Hiyo is imani going to push you. itakusukuma. That faith Hiyo imani is going to switch you itaku into a groaning mode wakisha
into a groaning ni mode. kuingiza hali ya kuungua. That kind of faith Imani ya aina is hiyo going to preach to you day and night. itakuhubilia usiku na It's going to mchana, speak to you. itakunenea, It's going to tell you you are dead. itakwambia kwamba umekufa. You will never be satisfied by anything. Hautaridhishwa na chochote, It will keep time and again speaking to you. kila wakati You ought to itakuongelesha. go to God and seek for the baptism of the Unafaa Spirit. kwenda kwa Mungu You na ought to go kutafuta to ujazo God and mtakatifu. knock at His door. Unafaa You kwenda kwa Mungu ought na to fast kubisha and mlangoni pray mwake. for the baptism of the Unafaa Holy Spirit. kufunga na kuombea That ubatizo wa faith cannot Mtakatifu. let you rest without it. Hiyo imani haiwezi kukuacha upumzike. Why? Kwa nini? Because it has become a Ni revelation. kwa sababu imefanyika ufunuo. Praise the name of living God. Bwana asifiwe. You got a mental faith instead of a heart faith. Umepokea imani ya kiakili badala ya imani ya moyoni, For God is under obligation kwa sababu Mungu anawajibika to keep His word. kuliweka neno lake. He said, repent every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to them that are far off, as many as the Lord our God shall call. That is true. God got to keep that promise. Mungu lazima aweke hiyo ahadi. Praise the name of living God. So God is not the problem. Mungu hana shida. It is not His promise that is the problem. Ahadi yake haina shida. It is not His word. Sio neno lake The problem. lina shida. The problem is you. Shida ni wewe. The prophet is saying that you are the problem. Nabii anasema wewe ndiwe shida. I want to read the other quote that is there down. Praise the name of living God. Earnestly contending for the faith. Praise the name of living God. We want to read something there. The prophet is still talking about it is your faith which is a problem. He said, why, brother? It is your faith you are saved. Kwa nini ndugu? Ni kwa imani yako unaokolewa. Is that right? But listen, in accepting your faith, Lakini kwa kuikubali imani yako, God confirmed your faith by the baptism of the Holy Ghost. Mungu anadhibitisha imani yako kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. If God accepts your faith, Mungu kama anakubali imani yako, He must confirm your faith, lazima adhibitishe imani yako, that He has accepted it ya kwamba ameikubali by giving you the baptism of the Holy kwa Spirit. kukupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Why do you live in the church for this year without a Kwa confirmation nini uishi kanisani muda huu wote bila dhibitisho of God accepting your faith? ya kwamba imani Mungu ameikubali imani yako? And that is why Na ndio sababu you have many unanswered requests. una maombi mengi ambayo hayajajibiwa, Haijajibiwa, He cannot answer. hawezi kuyajibu, Because kwa sababu a true worshipper, mwabudu wa kweli, after he has the truth, he must have the spirit of that truth. baada ya kuwa na ukweli, lazima awe na roho wa ile kweli. Time is coming and time has come now. Wakati unawaja na umekuja sasa. When the true worshipper Wakati wa mwabudu wa kweli shall worship the Father atamwabudu Baba with the spirit kwa roho and the truth. na kwa kweli. Now you have been having this truth for that year. Sasa umekuwa na ukweli huu kwa miaka 30. Where is the spirit that go together with that truth? Yuko wapi roho wa kuandamana na ule ukweli? Peter had the truth for 3.5 years. Petro alikuwa na ukweli kwa miaka 3. He believed that truth. Akaamini ule ukweli. Even Jesus said, hata Yesu mwenyewe akasema, sanctify them, Father, watakase Baba by the truth, kwa ukweli, the word, neno which they believe. ambalo waliamini. Why can't you believe this message Kwa nini usiamini ujumbe huu until this message mpaka ujumbe huu sanctify you ukutakase till you receive the baptism of Holy mpaka Spirit? upokee ubatizo la Because Mtakatifu? this word gives a believer, a true believer, a sanctification. Kwa sababu ujumbe huu unampa mwaminio utakaso. If you wanted to know that this word can sanctify you until Ukitaka you become a kujua candidate of receiving the baptism of Holy ujumbe Spirit, huu aweza kukutakaza mpaka uwe mwaniaji wa Roho Mtakatifu. praise the name of living God. Just obey the word. Tii tu neno. Obey everything that you know is message. Tii kila kitu You might ambacho not unajua know ni neno. all things, Yawezekana usijue kila kitu, but the things that you know, lakini yale unayajua, starting with all ABCs of do's and don'ts, kuanzia na yale ya kimsingi,
Start by that. Anza kwa hapo. Everything that you know is the message. Kila kitu najua kwamba ni ujumbe. Because God will never require from you what he has never Kwa given sababu you. Mungu hatakuuliza He kile never, hakukupa. he never require you from you what he has not given you to know. Hatakuuliza yale ambayo hakukupa But kujua. what you know is the message of the hour. Lakini kile unajua kwamba ni ujumbe wa wakati. That little bit that you know it is the truth. Ile sehemu dogo unajua kwamba ni ukweli. Praise the name of the living God. That much he has given you to be a revelation of what you say you believe. Kiwango hicho ambacho amekupa kama ufunuo wa kile umeamini. As the message of the hour. Kama ujumbe wa wakati. God believes that. Enda uamini hiyo. And live by obedience. Na uishi kwa utiifu. And then you see God moving into action to sanctify you, to give you more revelation. Till you got appropriate faith that he confirm it with the baptism of Mungu Holy Spirit. akishukua hatua na akilifuatilia neno lake na kulithibitisha kwa ujazo wa Mtakatifu. But look at the kind of the people that we have. Lakini watazame watu tulio nao. Even the things that are you know the Bible say. Biblia Give me that inasema scripture, Brother Daniel. So where the Bible says that the commandments of God, they are not hard. It is in the book of First, in the Gospel, in the letters of John. The commandments of God are not hard. ya kwamba amri za Mungu When you are not able to obey these things, wakati una uwezo wa kutii mambo haya, what else are you waiting that it will come that you will obey that? nini ingine ambao unagoja utatii? The things that you know already, Yale mambo unajua tayari, you don't obey that. hautii. What else are you waiting Nini to come? ingine ambayo unagoja? What else do you wait that God will give you? Nini ingine unagoja kwamba Mungu atakupa? That this one you will believe, Ya kwamba hii kwamba utaiamini. and God will overlook all your unbelief all the other time. Na Mungu atakosa kuona kutuamini kwako kule kwa nyuma. But just because you believe this one, Lakini kwa sababu umeamini tu hii, then God, basi Mungu, for this is the love of God, kwa ajili huo ndio upendo wa Mungu, that you keep his commandment. ya kwamba mtii sheria zake. And his commandments are not grievous. Na amri zake sio gumu. Sio gumu. Praise the name of the living God. Sio gumu. What is there hard to love somebody that even is that person is not unlovable? Nini gumu? Nini gumu? Kumpenda mtu ambaye hawezi pedeka. And it is the commandment of your father. Na ni katika ahadi za amri za baba yako. This is the person who has been saying things concerning you. Huyu ni mtu ambaye amenena mambo kinyume chako ama dhidi yako. And you are told when you meet in the market, buy him a cup of tea. Na unaambiwa kwamba mkipatana sokoni mnunulie kikombe cha chai. Praise the name of the living God. What is hard there? I think you can sacrifice that. Praise the name of the living God. It's not hard to love your enemy. Sio vigumu kumpenda adui wako. If your neighbor come at night, kama jirani wako akija usiku, knocking at the door at night, akibisha mlango usiku. praise the name of the living God. Like a person who has got used to call me and asking me for money. Anytime he's calling, kama mtu alikuwa na mazoea ya kuniitisha pesa. Anytime I see his phone, kila wakati nionapo simu yake. And that is the thing that I in my life, when I'm calling other people, ninapowapigia simu watu wengine, that is the thing that I worry very much. Ndio lile jambo naogopa sana. Where people will be there to fear when they see my call. Who knew the pastor Subua? And you know, I thought of blocking. I thought I would block that person. Nilifikiria kwamba naweza kufunga hiyo or mute that person. So I looked at the phone ringing. Kwa hivyo nikaona simu inaendelea kulia. Ringing. Inaendelea kulia. I said, no, this is asking for money, and today I don't have even money. Wewe naomba pesa na hata sina. So he called again. Kwa hivyo akapiga simu tena. Something told me. Kitu kikaniambia. So and you call yourself a pastor, eh? Na unajiita mchungaji. You call yourself a believer. Unajiita mwaminio. And you cannot even pick the phone. Na hawezi chukua simu. And know what this person is talking about. Ujue mtu even if you think he is asking for money. Hata kama unafikiria naomba pesa. Yes, I picked the call, we talked. Chukua simu. How are you? Yes, the story ended with the money. Hadithi ilishia kwa pesa. And I gave. Na nilipeana. So, and but you know,
That is the way we are commanded. It was not very hard. You can sacrifice. Hivyo ndivyo You better even tumeamriwa. pick and say you don't have. Ni heri ushukue useme sina, If you don't have, because Jesus told you don't say you don't have when you have. kwa sababu Yesu alisema usiseme hauna ilhali uko nayo. I don't know which answer you can give. Sijui useme nini, Praise the name of living God. Because, kwa sababu you know, I am like this. If somebody is looking for $1 million, kama mtu anatafuta milioni moja I don't have such amount. na sina kiwango hicho, Directly I tell that person I don't have such amount that you're moja kwa asking. moja namwambia sina hiyo Personally, hela. I might have never even touched such amount in one Pengine bundle. sijawahi kuuza That's right. kiwango hicho cha pesa mara moja. And people, I've seen people starting to, twice or three, they have called me asking for such amount of money. Na kuna watu wamenipigia simu mara Perhaps they mbili think I'm tatu, very rich, and it's very good. They see I'm very rich, and Wanafikiria mimi nina pesa I know sana. my God is going to give me a lot of money, and naamini I'm going Mungu to wangu be rich. atanipa pesa nyingi. That's what they seeing, it's going to come. Hiyo It ndio is okay. wanaona, lakini itakuja. Praise the name of living God. But I cannot even try to negotiate with somebody asking for something for food. Lakini siwezi sumbuka na mtu nikimwomba chakula. No. These are two people. Hawa ni watu wawili. One is asking for food, Mmoja anaomba chakula, a packet of unga pakiti ya unga, for the family. ya unga kwa familia. The other one is asking for $1 million. Mwingine anaitisa milioni moja. I don't talk with this one that is asking for a packet of unga. You just buy a packet of unga and tell the other guy you don't have $1 million. Ni mwambie yule jamaa mwingine mimi sina milioni. And if God has blessed you with some millions, give. Na kama Mungu amekubariki na hiyo peana, But give wisely. lakini peana kwa busara. Don't give to people who never pay back. Usiwape watu ambao watalipa. That's right. Even the banks, they know that you are not paying, they will come for you. Hata mabanki wakijua haulipi watakujia. They will come for what you put there in. So anyway, let me not go into that line. So the commandments of God, they are not grievous. Amri za Mungu sio nzito. Where are the brothers who are supposed to fill this church? This church will be filled on Sunday. Kanisa lilikuwa limejaa Jumapili. Litakuwa limejaa. Litakuwa limejaa. Where are they? Wako wapi? They are at home. Wako nyumbani. Why? Kwa nini? Because they cannot make to come here. Kwa sababu hana uwezo wa kuja. What is keeping them from coming Nini here? kinawazuia kuja hapa? Tiny, funny things. Mambo ya kiajabu. One is saying about a child. Mwingine anasema The other mtoto. one is talking of a husband. Mwingine ni The bwana. other one is talking of a wife. Mwingine ni mke. The other one is talking of a job. Mwingine ni kazi. The other one is talking of business. Mwingine ni biashara. And these people, before they had that business, Na hao watu kabla before they had that job, kabla ya hiyo kazi, they were in the church every day begging for God to give them that job. kanisani kila siku. They were in the wakiomba hiyo church kazi. begging for God to give them money. Walikuwa kanisani wakiomba Mungu awape. But when God gives them, Lakini Mungu alipowapa, leave alone tithing and offering, they cannot have time even to go to that God. Asha hata kutoa matoleo, hata wana wakati wa Because they kwenda time kumshukuru can huyo send Mungu. money through M-Pesa or through the Sababu church, pengine wanaweza tuma through the pesa church kupitia, account. They can do that. wanaweza kufanya hivyo. But even to come, Lakini hata kuja they don't have time to come. hawana wakati wa kuja. Do you think that God is here to give you a job, a business, Je, unafikiria some Mungu money, hapa some wealth kupa that will kazi, keep you away biashara, from Him? ya kukuzuia uje kwake? So the prophet is saying, Kwa hivyo nabii anasema, if you say that you have faith and you believe in Him, ukisema kwamba una imani in accepting your faith, kwa kuikubali imani yako, God confirmed your faith by the baptism of the Holy Spirit. Mungu anadhibitisha By the imani baptism yako of the Holy Ghost. kwa ubatizo wa Mtakatifu. If you say you believe Ukisema unaamini and you don't get the baptism of the Holy Ghost, na upati ubatizo wa Roho Mtakatifu, then you do not. basi hauamini. Your faith isn't accepted in the sight of God. Imani yako haikubaliki machoni pa Mungu. I've seen people talking Nimeona watu wakiongea or giving even yourself, you might find yourself you have been in this what I'm going to say. hata wewe waweza jipata katika hili. You are telling somebody of something, Unamwambia mtu kitu but he is not believing you. lakini hakuamini. Perhaps like somebody I was telling that person, one of the coming days, me and my wife, we're gonna pay you a visit.
Na kama mtu nilimwambia kwamba siku moja hizi tutakutembelea mimi na mke wangu. And he told me, akaniambia it has been 2 years. Imekuwa ni miaka 2. You have been telling me you will come to visit Umekuwa me. kiniambia kwamba utanitembelea. So it is good. Kwa hivyo ni vyema When that day will come, siku hiyo ikifika, just call me and tell me you are coming. Munipigie simu muniambie tu mnakuja. And I will be waiting for you. Nitakuwa nikiwagoja. And I asked him, nikamuuliza, why are you doubting that I will come one day? Je, kwa nini Tell me that unatilia it is shaka? 2 years. Kaniambia ni miaka 2. So I went to my wife. Kwa hivyo nikaenda kwa mke wangu And I told my wife, na nikamwambia, now we are in a very great problem. sasa tuko katika shida. Because Kwa sababu there are people who cannot believe us when we say something. kuna watu ambao hawawezi kutuamini You tukisema remember kitu. this person so and so, the first day we met it is 2 years. Nakumbuka mtu huyu There are people, tulipokutana if miaka you tell 2. them something, Kuna watu ukiwaambia kitu, you know, we have got used to promising people things that, and we know, tuna mazoea you know, kwa haidi watu perhaps you know that you are not ready to do that. na pengine unajua hauko tayari kufanya The hivyo. prophet said, when you promise something, remember you promised before the Holy Nabii Ghost. anasema Whatever it is. unapoahidi kitu, jua kwamba umeahidi mbele ya Roho Mtakatifu. Even the people we have here that pledges to pay some money here, they don't pay. Hasa wale ambao wanaahidi kutoa pesa na wanakataa. If a person just to be visited, he is behaving like that. Kama mtu kutembelewa tu anafanya, What do you believe what God will do? Na je, waamini ni Mungu atafanya nini? So I told my wife, Kwa hivyo nikamwambia mke wangu, now prepare yourself, we're going to visit that jitayarishe, person tutamtembelea and that business be done. na hiyo biashara tukaimaliza. That is the only way we can gain trust with that person. Hiyo ndio njia tu ya kupata imani kwa mtu huyu. And we cannot be able even to preach to him and convince him to come to Christ. Hatuwezi kumhubiria na kumshawishi aje kwa Kristo. Praise the living God. And we went there Na tukaenda pale, and we visited them the whole night. tukamtembelea usiku wote. We went home very late. Tukaenda nyumbani tukiwa tumesha. Though they never believed that Jesus Christ. But we Hata did kama our part. hakuamini Yesu Kristo, lakini tulifanya I sehemu can see yetu. my time is over, Muda wako umeisha, but I will continue with this message lakini taendelea na ujumbe huu. coming Wednesday. Jumatano There are things that you must know kuna mambo ambao unafaa before and after you receive the Holy Ghost. kabla na baada ya kupokea. You should know if you have never received the Holy Ghost. That's the reason why God has not yet accepted your faith. You should know Kama that. haujapokea Roho He Mtakatifu, has never accepted your faith. Mungu Don't tell me you are hajakubali imani yako. you have been in the church for 30, 40 years. He has never believed your faith. He has never accepted your faith. hajawahi kubali imani yako. Does not matter how long you have been in the church. Umekuwa kanisani muda He has never given you the Holy Spirit. kama hajakupa Roho Mtakatifu, Your faith isn't accepted in the sight of God. imani yako haijakubalika machoni pa Mungu. You have got a mental faith Kuna imani ya kiakili instead of a heart faith. badala ya imani ya moyoni. So until when are you going to keep that mental faith, Basi ni mpaka lini which cannot be accepted by God? utahifadhi hiyo imani ya kiakili Until when, ambayo my brother, haiwezi my kubalika na sister, Mungu? you will have a heart faith Mpaka lini utapata imani ya moyo, where you confess God mahali utamshawishi that Mungu Lord, ya kwamba truly Bwana, I believe you know, kwa kweli na you moyo know the nakuamini. integrity of my heart, Unajua you know I unyofu wa moyo truly wangu. believe you, na unajua na kwamba nakuamini and I am not a mixer. na mimi sio mchaganyaji. Praise the name of the living God. That what the prophet talk about it when he's preaching these two messages, separate from unbelief. Nabii ananena juu ya hilo neno anapohubiri jumbe mbili, Separate from unbelief, Jitenge na kutoamini. separation from unbelief, total separation from unbelief. Those two messages. He said, you are not a mixer. anasema yeye sio mchaganyaji. And look at the people that we have today. Na They tazama watu cannot receive the tulionao Holy Ghost. hawawezi pokea Why? mtakatifu. Kwa nini? Because they are mixers. Kwa sababu ni wachaganyaji. I call them DJs. Na waita ma-DJ. You know, DJs are mixers of music. Ni wale wanaochaganya nyimbo. Now these are mixers of life. Sasa hawa ni wachaganyaji wa maisha. Today they are Christian on Sunday Leo ni Wakristo because we are in the church. kwa sababu tuko But kanisa. tomorrow Lakini they are kesho smoking. wanavuta The other day sigara. they are gambling. Siku nyingine wanacheza The other kamari. day they are stealing. Siku nyingine The wanaiba. other day they are bribing. Siku nyingine wanahonga. The other, when is the fellowship, they are in the church. Ushirika ujao wako kanisani. They are mixers. Ni wachaganyaji. They on Saturday they are worshippers. Jumapili ni They sing waabudu. like angels. Wanaiba kama The malaika. prophet said, but on Monday to Saturday they live like a bunch of Nabii devils. anasema lakini kutoka Jumatatu mpaka Jumamosi They are mixers wanaishi kama of life. mashetani. Ni wachaganyaji They wa have maisha. many things they have mixed together with the plan of Wana God. mengi The prophet said wamechanganya na that mpango wa Mungu. in the message that is called total deliverance. You have many things that you have mixed with the Una plan of mambo God. mengi umechanganya na mpango wa Mungu. That is what makes you a halfway Christian. Ndio inakufanya Mkristo nusu. And the baptism of the Holy Ghost is not for a halfway Christian. Na ubatizo wa Mtakatifu sio kwa Mkristo nusu. It's for those who truly
ni kwa wale ambao kwa are kweli going to give themselves to the word, watajipeana kwa nini, surrender to the word, wajisalimishe kwa nini, yield to the word, wajipeane kwa nini, obey the word, watii neno, live by the word, waishi kwa hilo neno, govern their life by the word, waendeshe maisha yao kulingana na until neno, God in heaven mpaka Mungu mbinguni confirm and seal their faith with the baptism of the Holy Spirit. adhibitishe na kutia muhuri imani yao kwa ubatizo wa Roho The Mtakatifu. Lord richly bless you. Bwana wabariki. Shall we pray? Dear Heavenly Father, Baba mbinguni, in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo, Father, we pray Baba twaomba that you help us, Lord. ya kwamba utusaidie. You know what is wrong with our faith. Unajua shida yetu ni gani kwa You imani know, yetu. Lord Jesus Christ, how our faith can turn from mental faith to a heart of faith. Unajua jinsi imani yetu inaweza badilika kuwa imani ya kiroho kutoka imani ya kimwili. Oh Lord, Bwana, it's a humble prayer ni ombi letu that you'll turn this faith that we have to a revelation. ya kwamba utageuza imani hii tuko nayo iwe ufunuo, Because faith is a kwa revelation. sababu imani ni ufunuo, And the only way na njia tu we can be accepted by thee, tunaweza kukubalika na wewe, the only way njia tu you can confirm that you have accepted by faith, our faith, unathibitisha kwamba umeikubali imani yetu is by giving us the baptism of the Holy ni Spirit. kwa kutupa ubatizo wa And Mtakatifu, that cannot happen na hiyo haiwezi fanyika until you are truly convinced mpaka ukaweza kushawishika that we have appropriate faith, ya kwamba tuna imani inayofaa, that we have a correct faith without doubt. ya kwamba tuna imani inayofaa bila shaka. Oh Lord, may you help us. Bwana, na ukatusaidie, Help every woman, msaidie kila help mke, every man, msaidie kila help mme, every members of our church, msaidie kila from mshirika the wa pulpit to kanisa, the backbench. uko kutoka mibalani Help mpaka members kiti cha of our nyuma. churches, Lord. Wasaidie washirika wa makanisa yetu. This is what we are waiting, Father. Hiyo ndio tunagoja, The outpouring of the Holy Spirit, kumwagwa kwa yule Roho Mtakatifu, the double portion of your Spirit, ile sehemu maradufu ya Roho wako which you promise in these last days, ambayo uliahidi katika siku za mwisho, that in the last days ya kwamba katika siku za I'll mwisho pour the Holy Spirit, nitamwaga Roho Mtakatifu, both the former and the latter rain, ile ya kifulifuli the na double portion of your Spirit. sehemu maradufu ya Roho wako. That is what we are waiting, Father. Hiyo ndio tunagoja And Baba, then we will be ready for the rapture. na tutakuwa tayari kwa We unyakuzi. pray that, Lord Jesus Christ, Tunaomba Bwana Yesu may you Kristo, remember that promise. na ukakumbuka ile May you put the church in order. na ukaweka kanisa katika May mpango, you quicken that little faith that we have, na ukauisha ile imani dogo tuliyo nayo, which you said, even if it is just like little as that mustard seed, ambayo ulisema hata ingelikuwa ni dogo kama ile begu ya haradali, you still accept it, Lord. ugali utaikubali, May you take away our sins, na ukatuondolea dhambi zetu our unbelief, na kutuamini our kwetu disobedience, na kutotii and kwetu, everything that we have which is contrary to your word, kila kitu tulio nacho ambayo ni kinyume na neno lako, that our faith may be accepted by you. ili kwamba imani yetu ikakubalika Bless nawe. the people as they go home, Wabariki watu and let waendapo your nyumbani, grace and your mercy be upon them. na huruma May zako you na rehema keep them, zako Lord. ziko na ukawaweka. We are living in a world that is not safe. Tunaishi katika ulimwengu usio salama. Lord, we live by your grace. Baba, twaishi kwa We will neema live yako, by your protection. twaishi kwa We will ulindaji live by wako, your healing. twaishi kwa uponyaji We will wako, live by your blessing. tutaishi kwa We will baraka live by zako, your promises. tutaishi kwa ahadi zako, Oh Lord, may you be with us na ukaweza kuwa and nasi confirm to us na that you are ukatuthibitishie with us ya kwamba by uko allowing pamoja your nasi. presence to Kwa be in kuruhusu our midst. uwepo wako uwe miongoni mwetu. Is our humble prayer. Ni maombi yetu. Bless our online listeners, Wabariki our wasikilizaji brothers wetu and sisters who are mitandaoni, at home. wadugu na In the name wadada of our walio Lord nyumbani, Jesus Christ, katika jina la Yesu we Kristo pray and believe. tuomba na kuamini. The Lord richly bless you. Bwana wabariki. See you on Sunday, God willing. Tuonane Jumapili kwa mapenzi ya Mungu. As we go there, Napoenda pale we can sing, My faith look up to thee, thou Lamb of Calvary. Song number 23 or 25? 23. My face looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away.